serious, much talked about, much speculated about project that brings together OpenAI, SoftBank. Haya. Atajaribu atafika. Sikujua. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuone unabii natimia. Watu wamerukaruka makanisani, wengine wamesahau manyumba zao, wako katika biashara zao. Badala kulinda familia zao wajiandae kukutana na shida ambayo inakuja duniani yote. Sasa leo hatutaangalia vitu ambavyo vimefanyika, tunaangalia nini imefanyika. Fundisha leo ni AI, ni silaha inayokuja juu ya watu wa Mungu. AI ni silaha inayokuja kwa watu wa Mungu, na siwatishi. Tunaomba Baba, tunakushukuru mambo yote ambayo umeandika inatimika, na tunaomba tuwe watu ambao hatujalala, tuko macho. Tunaomba sisi kama ingawa tunalala, utuamshe katika usingizi ya giza, tuweze kusimama na taa na nuru ya Yesu Kristo inaangaza moyo wetu na macho yetu tuweze kuona mbele. Basi naomba Baba utume malaika ambao wanaoshinda, malaika ambao wameshinda nguvu za giza, tuweze kusimama hapa na kutamka maneno yako kupitia Yesu Kristo tumeomba. Amina. Basi sikia. Hii ni mahali imetengenezewa AI. Umesikia? In the future. Hapa mbeleni mnaenda kuisikia. Sasa hivi mnajifanya hatutaki kusoma Danieli, na ndio tumeleta Danieli hapa msome. Sasa sikia, AI huyu jamaa anasema wengi wenu mtaisikia, na mtaisikia hapo mbeleni. Sasa tuanze mapema. Danieli na Shadrach, Meshach, Abednego walipokuwa wanaona kinara inatengenezwa, ambao walienda wakakataa mwishowe, basi walikuwa wanajiandaa kukataa. Sasa unafaa ujue hii project ni nini, sio kucheza. Sikia. Stargate. Put that name down. It was Stargate. You're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure. Hii yote ni makompyuta. Kompyuta zinaenda kuwekwa hapo. Mashine za robots zinaenda kufanya kutengenezwa hapo. Simu zetu zote zinaenda kushikwa. Hapa kila kitu kinaenda kushikwa. Wewe kaa tuna pesa kwa bank. Ngoja sasa inakuja, angalia. Hayasikia? I'm thrilled we get to do this in the United States of America. I think this will be the most important project. Huyu amesimamia AI ambayo inafikiria peke yake. Mwingine amesimamia masimu, mwingine amesimamia malaptop, mwingine amesimamia mabank. Sasa tumia akili yako usikie. Ilianza kujengwa last year. Wana target 2026. Wana target 2026 iwe imeisha. Hii mwaka tumeingia. Wanajenga kama siafu. Ngoja utaona. Ambaye iko katika historia ya binadamu haijaonekana, hata wanasema. I was in the real estate business. These are big, beautiful buildings that are going to employ a lot of people. Hii yote ni makompyuta peke yake. Hawataweza kununua wala kuuza. Ufunuo 13 mstari wake 11. Ufunuo 13:11 inasema hivi. 13:11 kitabu cha Ufunuo. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanadamu. Akanena kama joka. Kanena kama joka. Kanena kama joka. Inaendelea kusema na ayatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Sasa tulia, umesikia wanyama wangapi? Wawili, si ndio? Hii ndio taifa inaitwa ya Amerika ya Wakristo. Hakuna taifa iliyokuweko tangu mwanzo. Hii ndio Wakristo baada ya Israeli kuanguka. Ya pili ilikuwa ni Babeli, ilichukua Israeli. Ya tatu ni Media and Wajemi na wa Yunani.
watatu ni Wayunani, Wajemi na Wamedi wa pili, sawa, ambao ni dubu. Watatu Alexander the Great akatawala, wakatoa ikaisha. Sasa baada ya watatu kukaingia na mnyama huu ambao unasikia, ambaye inaitwa Warumi, Roman Empire, ndio ikaingia ikageuka Roman Catholic. Baada ya kugeuka Roman Catholic, ikatesa watakatifu wa Mungu walioamini kwamba wanabatizwa na maji mengi, wakateswa, wakaitwa Baptist Church. Walioamini kwamba wanasoma Biblia kutoka Genesis pole au wenyewe wanajifundisha, wakajiita Methodist Church. Hawafundishi na padri na wanasema amina na wanaenda bila Biblia, hawajafungiwa, au wakajiita Methodist. Kwa ufupi, makanisa ni mengi ambao walitoka kwa mnyama ule ambaye alikuwa na upanga. Sasa huyu ambaye alikuwa kama mwanakondoo anaenda kuongea kama joka. Sikia inasemaje? Inasema hivi, tumalize 13:11 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Alikuwa na pembe mbili, kama mwanakondoo. Akanena kama joka. Akanena kama joka. Huyu anaenda kuongea kama joka. Joka analambanga watu, anakuuma, si ndio? Naam. Joka huyu inaua, iko na sumu. Sasa huyu alikuwa anajifanya hii taifa ya Amerika ilikuwa kama mwanakondoo, sasa hii inaenda kuongea kama joka. Hili inaendelea kusema na yatumia uwezo wote wa mnyama ile wa kwanza mbele yake. Anatumia uwezo wa Roman Empire, anaenda kutumia uwezo wa Roman Empire. Na yaifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Huyu hii taifa unaona kitu wanafanya, hii ndio inaenda kushika dunia yote. Hii simu unalingalinga nayo, ati mimi Gen Z natembea nayo, hiyo inaenda kukufunga. Kwanza sasa hivi wanajifanya ati awakening na hata hujui Biblia. Soma Biblia, inaenda kukumulikia njia. Unabii ambayo ilitamkwa tangu zamani. Alexander the Great akaiamini, akaenda akashikilia Biblia na akachukua Wayahudi 70. Alichukua Wayahudi 70 akakuja nao hapa Egypt. Na wewe ni Mwafrika unasema Biblia ililetwa na mzungu. Mzungu gani? Na Biblia iliwekwa hapa. Alexander the Great akafungua taifa ambayo kuna shule ya university ya kwanza dunia mzima. Alexander the Great aliweka university ya kwanza hapa Afrika, akashikanisha Biblia na jina ya Kiafrika, Biblos. Jina ya Kiafrika ambayo wakina Musa walikuwa wanavuka bahari ya Biblos. Ushike hiyo, inaitwa Red Sea, read. Hizo vitu ambazo zilikuwa zinaitwa Red Sea ndio ikatengeneza Biblia, wakazitengeneza. Alexander the Great akaenda akashikanisha Biblia pamoja, akaita Septuagint, maana yake the 70 Jews. Waliweka Biblia kwa lugha ya kwanza Hebrew. Sasa sikia, unabii ambao iliwekwa pale. Alexander the Great alionyeshwa kwamba yeye ni yule mfalme ambaye atakuja watatu na atatawala dunia mzima kwa upesi. Akaamini kwa sababu alionyeshwa ndoto usiku. Sasa tutumie akili. Tusomeni kwingi. Unapohudhuria katika mkutano kama hii, najua utakuwa uko na wakati mfupi, lakini tunakuambia tupe tu saa moja, 1 hour pekee uone vitu. Sasa sikia huyu mnyama ambaye ilikuwa ni taifa ya Amerika, ambaye ilikuwa na tabia ya mwanakondoo, yani maana yake ni Yesu Kristo, si ndio? Pembe mbili, ambaye ni a nation without a king, lakini wanafanya vote, the government by the people, for the people and with the people. Alafu pembe ya pili ni kanisa ambaye haina pope. Hizo ndo maana hizo pembe wanaleta freedom of conscience. Katoliki inakataa, inasema Biblia itaandikwa na Italiano pekee, wakachoma Biblia zingine. Sasa sikia, wewe unaona katika hiyo taifa ya Alexander the Great mpaka Roman Empire, alafu kuja kwa Catholic, Biblia zilikuwa ngapi? Si nyingi sana. Naam. Wako na policy ambayo ni kuchoma historia ya watu. Kuna policy ambayo inaitwa discovery, ati walidiscover Kenya. Ushasikia hiyo kitu mtumishi? Ati walidiscover Kenya. Hiyo ni doctrine ya papacy. Alifundisha mataifa ambao tutaendelea kusikia. Sasa huyu anaenda kumrudisha utawala. Hii yote wanajenga ni taifa, ni mahali pakubwa pa AI. Inaenda kujenga na itawale watu wote ambao wako na televisheni, maredioni, mambo yote iko na kamera iko ndani, inakuchunguza na inajua tabia zako zote. Angalia vile wanaijenga, wacha tumalizane nayo alafu tuanze study. If you're very first. Hii yote ni AI. Inaitwa Stargate. Haya sasa wanaongea nini? Hello. Emily? Thank you so much for having
Welcome to Abilene. So awesome. I'm good for my $80 billion. I'm going to spend $80 billion. What we didn't used to think about as much as how much people are going to use these models. When we didn't think about it, it just turned out people want to use the models much more than they imagined. And a couple of years ago, I did 2 kind of long trips around the world, and a lot of it was to talk. Mbona huyu ndio mwenye hiyo AI, sehemu fulani ya AI, huyu anaitwa Altman Sam. Anatafuta trilioni ya pesa ili atengeneze business ya chip, ya kuweka wa chip. Unajua chip ni nini? Chip inaweka kwa kompyuta na inaweka kwa msimu na inaweka kwa kadi. Kama hujui computer chip saa hii, wewe sikia sasa Developers and governments 55 vehicles that are moving dirt. get $1 trillion right now if we don't. hiyo yote hizi ni maofisi zitatengenezwa, si watu kukaa. Makompyuta makubwa haijaonekana. New creatures emerge every day. Are most of the workers from Abilene? We're a very large employer here in Abilene, but we have brought in a lot of labor from outside the city and outside the state. We actually have worked. Ni unabii, tunakuonyesha usome Biblia na ujue Biblia imeongelea hii. Built anything? Kama ni president mwenye anafuata Biblia ni Trump. Sasa kama ujui, tulia tu 1 hour. Sikia tu hapa. Hii yote inajengwa iweke AI. I love Building it. stuff. Yes. There's 155 vehicles that are moving dirt, moving earth right now. There's something so satisfying about seeing lots of dirt being moved. Yeah, absolutely. Hiyo yote ni AI inaenda kuwekwa hapo. AI. That's a 600-ton crane. Pesa kwa mabenki zitafungwa. Masimu zinaenda kufungwa. Kwa nini? Yule mnyama wa kwanza anarudisha utawala. Mnyama mgani? Wa Rome, papacy. The Pope of Rome anarudi. Biblia ikisema imesema, sisi hatudanganyi. I think this. Umesikia? Ni wapi na wapi iko? Sikia? Wanatengeneza America ndio the largest. Data centers are being built in Malaysia, Malaysia, Japan, and Japan, France. I think that demand for compute infrastructure is not Watawala wa Roma, France. a global phenomenon. A lot of countries have actually decided that data centers are critical infrastructure that must be accelerated. so if hyperscalers Wanaharakisha, accelerated, wanaharakisha. Muda ni We don't mchache. see it as competition. We kind of see it as just an overall growth of the sector. We think we have a lot of unique ways of doing it and a lot of value to add in the process. But pretty just excited by it. Hiyo yote ni ya AI. Angalia. Ikifika Disemba hapo imeisha. Kazi inaanza. 2026 maajabu. On each continent and worked in physics and finance. Tell me about your is associated gap. When an oil company drills for oil, one of the associated byproducts of that is natural gas. Sasa wanaona vile wataweka stima. And so we have this concept that the sort of the center of the world for data centers. That's data center 1.0, right? That's data center 1.0. Hizi si vitu za kutisha. Dunia inataka iishe. Watu wa dunia wanaharakisha. Hii ndio inaenda kujengwa pale. Hii ndio inaitwa kompyuta, inafikiria peke yake. Hii ndio inaitwa chip. Basic computer chips that power everyday things like social media, streaming, and wants. Hii nyumba utasikia. Hii kianza. Tunaanza tu na inazima kwa simu, hapa inazima sasa naongea na nyinyi aje. Haya, ona sasa ndani. Blackwell is the newest AI optimized chip from NVIDIA. Once the 8 buildings of Project Ludicrous are complete, each of them will hold up to 50,000 chips. Target partner Oracle, yenye inatengeneza kompyuta ndio wanapewa hiyo kazi. Where the GPUs will go. Product Rolled out in usage, just not a I get that. research. individual chips to cool them down. The water is needed because GPUs run very hot. Dunia inaenda kukaa kama It movie. typically involves an evaporation process that can consume millions of gallons of water per day. That's raised concerns about the sustainability of this AI boom. Watu wanafanya kazi kama is bypass this problem using what's called Mithali 6:16.
Mithali 6:16 wanafanya kazi kama hiyo mnyama. Inasema hivi, Mithali 6:16. Ni babari. Maandiko matakatifu yanashuhudia na kusema, inasema hivi, 6:16 kitabu cha Mithali. Inasema kuna vitu 6 anavyochukia Bwana. Na wanaangalia 6:6. Naam. Inasema hivi, kuna vitu 6 anavyochukia Bwana. 6:16. Naam. Yaani 10. Hebu angalia mstari wa 6. Mstari wa 6. Ndio. 6:6. Ewe mvivu, mwendea uchungu. Mvivu wa kiroho, enda kwa uchungu. Tafakari njia zake ukapata hekima. Kwa maana yeye ana hakika wala msimamizi wala mkuu, lakini tuwekea akiba juu ya chakula wakati wa jua. Hawa wanafanya kazi, wanajua akiba inakuja. Sawa? Naam. Enda kama wewe ni mvivu kiroho, enda kwa hiyo uchungu, uone venye wanafanya kazi. Sasa hiyo ndio tabia wako nayo hawa. Wanakazana hii kazi ishi. Sasa ni kwa nini tunasoma hii? Sasa sikia. Nauzi. Ziko mingi. Hata tunaweka kidogo kidogo tu. Ziko nyingi hapa. Wacha tuonyeshe. Jana tuliona kwamba Amerika alipoingia katika ufalme, huyu mnyama ambaye anafanana kondoo anainua kanisa, lakini ataongea kama joka. Kwa hivyo aliingia akisemaje? Alikuwa anasema mambo ya ufalme wa The golden age of America begins right now. Ufalme wa dhahabu inaanza saa hii. Unaona masanamu ziko hapo yake na mke wake. Unaonyesha ndio uone tabia ya Rumi, Roman Empire. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. Sasa swali jiulize, kwa nini anatamka maneno kama hayo? Kwani mambo ya prosperity ndio tunaamini ama tuamini Yesu? Tukimwamini Yesu atatueneza, atatuongoza, atatujalia. Sasa huyu jamaa yeye ni mfalme wa taifa ya Amerika. Anazungumza yale Mungu amempea kwa mdomo yake. Azungumuze ili dunia iweze kutii. Basi sikia kitabu ya Ufunuo, tupige hatua. Ufunuo 13, tuendelee mstari wake ilikuwa ni 15. Inasema hivi, Ufunuo 13:15 inasema hivi, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe, na awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Nje historia inakuja. Huku umejiandaa aje? Wewe umejiandaa aje? Inarudia. Kitabu ya Warumi 15 mstari wa 3. 15:13. Warumi. Ndio. Inasema hivi, historia ndio inarudia. Ndio unasikia Paulo anasema, imeandikwa ndio usome upate faraja, yani upate kujipanga. Ikikuja wewe hautakaa kama mwenye ameshtuliwa, hautashuka, haitakugutusha. Kuna jamaa anaitwa Harrison Ng'ang'a, ndugu yetu. Alikuwa anasema hizi vitu tulikuwa tunasikia kitambo, tunazihubiri sita zile na tunaziona ndio hizi. Sasa hiyo watu wa Sunday wengine wameanza kuona wakisema ni ukweli. Sasa wewe ukiwa wewe ni kama kondoo,
wacha kufuata wachungaji ambao ni waongo. Sasa hivi funguka macho. Inasemaje? 15:13 kitabu cha Warumi. Inasema hivi, basi Mungu atumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini. Unapoamini unakuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Katika nguvu za Roho Mtakatifu, unapojua hizi fundisho za historia ya Biblia, utajua jinsi kesho itakaa. Twende. Inasema ndugu zangu, nihakikishwa mimi mwenyewe kwa habari zenu ya kuwa ninyi nanyi mmejaa neema, elimu yote, tena mko na elimu, tena waweza kuonyana. Unaweza fanyaje? Kuonyana. Lakini nawaandikia, lakini siku ya leo anasema nimeona banki yako itakuwa na pesa. Hiyo ni kuonyana. Twende. Lakini nawaandikia kwa ujasiri zaidi katika sehemu za waraka huu. Kwa nini? Kana kwamba kuwakumbusha kwa neema ile niliyopewa na Mungu, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, nifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani. Mwalimu, ni mstari wake wa 4. Nataka 15 mstari wake ni ulikuwa unaanza 3. Kwa kweli ile iliandikwa 3 hadi 5 hadi 4. Inasema hivi, kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe, bali kama ilivyoandikwa, malaumu yao walikulaumu wewe yalinipata mimi. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa, yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo iliandikwa ndio ujue, sio balaa. Mfalme ndiye alitengeneza hii. Wanapoabudu hii, wanaabudu mfalme. Vitu mbili, mfalme ni mnyama, hii ni sanamu ya mfalme. Hiyo ndio lugha iko Ufunuo. Sasa rudia pale Ufunuo 13, ndio sasa tupige break mbio. Inasema hivi, 13 ngapi? 13 mstari wake ni wa 16 na 7. Inasema hivi, hadi mwisho. Na yafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mikono yao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili, na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu. Kibinadamu hesabu yake ni 666. Haya, umesikia? Hesabu yake ni 666. Kwa hivyo kuna hesabu ambayo unatakikana kama Mkristo kupiga katika Biblia. Ni hesabu ambayo ni rahisi sana. Ni taifa ambayo inatumia hesabu kuongea. Wanaongea majina ya watu na hesabu. Title yoyote unapewa ni hesabu. Ukitamka matamshi yote ni hesabu. Kwa hivyo ndio hiyo jina. Sasa tunaangalia kabla tufike hapo. Jana tulifika hapa tukaona mataifa ambayo yametawala ni 4. Danieli 7:17 inasemaje? 7:17 inasema hivi. Danieli 7:17, maandiko matakatifu yanashuhudia na kusema 7:17 inasema hivi, wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Wanyama hao wanne ni wafalme wanne, sawa? Sasa kwa hivyo jana tulifika kwa taifa ya pili ambayo ni dubu. Kwa hivyo tukaona dubu akainuliwa. 7 mstari wake ni wa 5. Inasema hivi, 7 mstari unatazama mnyama wa mwingine wa pili kama dubu, na aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwa kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, afanye inuka ule nyama tele. Akaambiwa inuke ule nyama tele. Wakati ulipofika usiku, Cyrus ama Koreshi akaingia jinsi ilivyotabiriwa na Isaya 44 mstari wake ni 20. Inasema hivi, 44 mstari wa 26 inashuhudia na kusema, na huyo ni Isaya, ameishi kabla ya Cyrus, huyu jamaa ambaye anaingia kuua mfalme wa Babeli. Anaingia usiku jinsi imetabiriwa. Twende 44 mstari wake ni 26. Na kuyasikiliza mashauri ya wajumbe wangu
wangu ni uambia Yerusalemu utakaliwa na watu, nayo mji ya Yuda itajengwa, nami nitaipanua mahali pake palipobomoka, nitaivia vilindi kauka, nami nitaikausha mito yako. Mwambie Koreshi mchungaji wangu, na atayatenda mapenzi yangu. Huyo Koreshi ndiye anaitwa Cyrus kwa Kiingereza, anaitwa King Cyrus ama Emperor Cyrus. Huyu anaingia na mabodyguard, wanaendelea kazi, wanakausha mto ambao ilikuwa na milango mikubwa. Milango hizi hii mto ilikuwa inaingia ndani ya Babeli ikielekea kwa ikulu ya mfalme wa Babeli ama Nebukadnezar. Kwa hivyo hizi milango ziliwachwa wazi. Usiku huo huu mto wa hawa majamaa walichimbia huko chini, hiyo mto ikapita hivi. Baada ya kupita hivyo wakatembea kwa mto, wakaingia wakati usiku wanaposherekea. Walikuwa wanasherekea sherehe hizo ambazo tunaita Easter. Sherehe ambazo tunapenda sana makanisani inaitwa Easter. Sio Christmas, hii ilikuwa ni ya Easter. Ilikuwa Easter huo wakati ilikuwa ni Julai tarehe 6. Sasa hivyo leo ikaenda ikapigwa karabati, Easter ikawekwa April. Mara saa zingine unasikia iko March, saa zingine unasikia Easter iko April. Ushajiuliza kwa nini? Ama hujagundua? Leo gundua, enda uangalie kalenda zote. Fungua tu simu yako. Angalia Easter karibu baada miaka 4. Easter huwa inabadilisha saa tarehe. Kwa nini? Kwa sababu ni sherehe za mataifa. Basi hiyo siku 5 ya Danieli, mstari wake ni 5 Danieli, sawa? Naam. Wa kwanza. Danieli 5:1 inasema mstari wa kwanza, Belshaza mfalme aliwafanyia wakuu wake 1000 karamu kubwa, wakanywa divai mbele ya 1000 hao. Wakanywa divai mbele ya 1000 hao. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, alikuwa akionja yule divai, akaamuru vilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadnezar alivitoa katika hekalu lilikuwa Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyokuwa katika hekalu la nyumba ya Mungu lilikuwako Yerusalemu, na mfalme wafalme wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea, wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu, ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Saa hiyo vikatokea vidole vya mikono kwa inasema hivi, saa hiyo vikatokea vidole vya mikono mwa mwanadamu, vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba yake ya mfalme, mahali palipoikabili kinara. Naye mfalme akaiona kitanga cha ule mkono uliandika. Ndipo uso wa mfalme ukambadilika, mbele zake zikamfadhaisha, viungo vya viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. Kwa hivyo tunaona mfalme alihukumiwa huo usiku anapofanya sherehe. Kwa hivyo baada ya kufanya sherehe huo usiku, ambako sherehe hizo ni za miungu ya mawe, ya chuma tofauti, kuna dhahabu, zote alikuwa anafanya sherehe hizo za hiyo namna. Kwa hivyo sherehe ambayo unasherekea leo, fikiria mara mbili, unasherekea nani? Wewe ambao unasikia siku leo, wewe unafanya sherehe ya gani? Wacha tuangalie Christmas kidogo, si ndio? Yeremia 51:32 inasema hivi. Yeremia 51:32 inasema 51:32 kitabu cha Yeremia inasema hivi, inasema navyo vivuko vimeshambuliwa. Ni 52 inasema hivi 52:31 na 31 ikasema hata ikawa katika mwaka wa 37 na wakuhamishwa kwake Yehoyakini, alihamishwa Yehoyakini akienda wapi? Mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi Evil-Merodaki, siku ya 25 ya mwezi Evil-Merodaki, mfalme wa Babeli, Evil-Merodaki, mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, akamuinua kichwa chake Yehoyakini, akainua kichwa chake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Hadi leo nini wanafanya? Sikia,
Inaendelea ikisema, akasema naye maneno mazuri, akaweka kiti chake juu ya viti vya wafalme waliokuwa pamoja naye huko Babeli, naye akabadili mavazi yake, akabadili mavazi ya mfalme ambaye ametolewa gerezani siku ya Christmas yake ya gerezani, akala chakula mbele yake daima siku zote za maisha yake, na kwa posho yake alipewa posho ya daima ya mfalme wa Babeli. Kila siku alipewa posho hata siku ya kufa kwake. Kwa hivyo siku ya Christmas kuna posho. Si unaonanga machapati zinatengenezwa? Naam. Zinatengenezwa nani? Yeremia 7:18. 7:18 kitabu cha Yeremia. Machapati tunaita Christmas. Sikia, inashuhudia na kusema posho, unasherekea posho. Siku ya 25 wa huo mwezi 12. Inasema hivi, je, huoni wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu? Ndio ambao tunafanya katika miji ya makanisa ndio zinaitwa Israeli. Sawa? Naam. Wanafanya nini? Watoto huokota kuni. Watoto wanaenda kuokota kuni. Na baba zao wanawasha moto. Wanawasha moto. Na wanawake nao wanakanda unga. Wanaenda kukanda unga ili kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni. Wanatengeneza machapati za malkia wa mbinguni ambao watu tunamuita Maria, si ndio? Naam. Sasa ngoja hiyo tutakuja siku ya kanisa. Leo tunaangalia serikali. Fundisha leo ni serikali jinsi inavyoendelea na dunia. Sasa tunaangalia hapa Danieli naye akaingia katika utawala wa hapa Media Persians, wakakuja wakang'oa Babeli. Baada wakina Wamedi na Wajemi wakakuja kuharibu na kuangamiza Babeli usiku huo. Na baada ya kuharibu, sikia, yule baba anaharibu Babeli anaitwa Masihi. 44:1 Isaya. 44:1 Isaya inasema hivi. 44:1 Isaya inasema inashuhudia na kusema, lakini sikia sasa, Yakobo mtumishi wangu na Israeli niliyekuchagua. Bwana alifanya na kukumba toka tumboni yeye atakayekusaidia. Asema hivi, usiogope. Yaani Mungu amezaa mtu kutoka huku tangu tumbani ambaye anakuja kusaidia Israeli ambao wamewekwa mateka Babeli. Sasa ujua katika kufundisha unabii ama kusoma unabii ama kuona taa ya unabii, ujue Yesu wako hapo ndani, anaangalia watu wake, anawachunguza na anawabembeleza pale ndani polepole, anawalinda ulinzi wa hali ya juu. Sasa sikia, Mungu amemuinua jamaa ambaye alimweka kwa tumbo ya mama yake, kwa jina akamtaja. Sikia, inasema hivi, Bwana aliyekufanya kukumba toka tumboni, yeye atakayekusaidia. Asema hivi, usiogope Yakobo mtumishi wangu, na wewe Yeshuruni niliyekuchagua, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Na nipe 45 mstari wa kwanza. Sasa inasema hivi, haya ndiye Bwana amwambia Koreshi. Ambia Bwana ambaye anaambia Koreshi Masihi wake. Masihi anaita King Cyrus Messiah. Anaenda kuwaleta watu wa Israeli. Unaona? Masihi ambaye anakuja kuokoa Waisraeli kutokana na mafungo ya Babeli. Anasemaje? Inasema hivi, haya ndiye Bwana amwambia Koreshi Masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake. Ili kutiisha mataifa mbele yake. Anatoka huko akikuja huko. Nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako. Umesikia Mungu anamwambia Koreshi ataenda mbele zako. Imetimia ama haijatimia? Imetimia. Na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina ya gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako. Kwa hivyo huyu jamaa akajua, akafanya Bible study, akajua kumbe Mungu anamjua. Haya, baada ya kuangusha hii taifa, Danieli 5 mstari wake ni 27. Inasema hivi mpaka mwisho. Danieli 5:27 inasema Danieli 5:27 inasema tekeli umepimwa katika mizani na umeonekana kuwa umepunguka. Huyu jamaa anaambiwa, wewe ile kitu ulisoma kwa ukuta, kesho tutaisoma. Ile kitu ulisoma umepimwa na umepatikana na umepunguka. Anasherekea miungu wengine. Twende. Perezi ufalme wako umegawanyika nao. Ufalme wake inagawanywa kwa Wamedi na
hao wamepewa Wamedi na Wajemi. Wamedi na Wajemi. Twende. Ndipo Belshaza akatoa amri na wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau. Wakatia mkufu dhahabu shingoni mwake. Wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Ni mtu wa huo. Belshaza usiku huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa na Dario Medi. Akawawa na Dario Medi. Haya basi tunaona kwamba jamaa aliwawa. Baada ya jamaa kuwawa usiku, ilikuwa ni kitu ya kushangaza sana. Huyu jamaa ambaye anasherekea hapa kwa wapi? Ndio huyu. Akawawa huu usiku. Ndio kazi ilikuwa inaendelea nje kwa mji. Koreshi ameambiwa mlango nimekufungulia huko mbele. Kwa hivyo sisi ambao tunafuata kazi ya Mungu, kila mtu mmoja wetu tunapokuwa na maarifa, milango zinaanza kufunguliwa. Wewe mwenyewe utakuwa unajua ni mlango gani? Ni gani? Yesu alisema bisha funguliwe. Tafuta utapata. Kwa nini? Ametangulia. Kwa hivyo unapoona hapa, hizi ni picha za kweli za zamani. Wafalme wa Medi. Hapa tunaona Darius. Hapo ni Darius amekaa. Hizo ni picha za zamani zimewekwa. Na tunaona ufalme, hizo ni map za zamani za kweli. Kwa hivyo unaona Danieli naye akaingia katika hali ya uchungu. Yaani kila taifa kuna washuhuda wa Mungu. Kila taifa, Babeli, Shadrach, Meshach, Abednego, Wamedi na Wajemi, Danieli mwenyewe sasa. Sawa? Kila taifa inaweka watu wa Mungu katika hali hatari. Sasa kwa hivyo saa hii tujitayarishe. Kitu ambacho inakuja si kitu ya mchezo. Kitu ambacho kinakuja. Sura ni wa 6, Danieli 6. Sura yake ni wa 6, sawa? 6:6. Danieli anza mstari wa 3. Inasema hivi, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa wa maliwali. Alikuwa na sifa kuliko hao wengine. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme akazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli. Sasa labda unajiuliza hiyo ni utawala gani? Hebu msome mstari wa kwanza. Inasema hivi, alikuwa wapi? Ilimpendeza Dario. Ilimpendeza nani? Dario, mfalme wa Wajemi na Wamedi. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wale juu ya ufalme wote. Na juu yao akaweka wakubwa 3. Na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali wao watoe hesabu kwao. Mstari wa 5. Ndipo wale watu ambao walikaa chini ya Danieli wakasema huyu jamaa anaabudu Mungu wa kweli, sisi tunamuua. Inasema hivi, ndipo wale watu wakasema hatutapata sababu ya kumshitaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Kwa hivyo kila Wakristo wote AI inakuja kuwachunguza. Wewe ni Mkristo na uko na simu, kikazi yako ni kuchat na girlfriend na umeoa. Wewe unafanya uzinzi. AI inakuja kuchunguza mambo yote. AI ni silaha. Taifa ambayo imesimamia silaha ni hii taifa. Hii ndio taifa imesimamia silaha, taifa ambayo imesimamia serikali. Jinsi serikali inafanya kazi kwa namna ya ofisi ama civic, inaitwa civil government. Unasikianga kitu inaitwa, walikuwa wanaita devolution, ndio? Ni huyu jamaa ndiye alileta devolution. Huyu jamaa anaweka department. Kwa mfano, soma Danieli 3, taifa ya Babeli inaweka devolution. Kuna ofisi ya majeshi, kuna ofisi ya sikia Danieli 3 mstari wake ni wa 2. Inasema hivi, ndipo Nebukadneza katuma watu wagani kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali, kuna waliwali na makadhi, kuna makadhi wenye wamesimamia makoti, na watunza hazina wamesimamia pesa za watu wote taifa ya Babeli, na mawaziri. Huyu ndio jamaa aliweka mpaka waziri na wakili na wakuu wa wilaya zote. Haijaandikwa bure, tulia. Sasa tuangalie sura wa 6, tuendelee pale mstari wa 5. Inasema hivi, ndipo wale watu wakasema hivi, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo. Hatutapata sababu ya kumshtaki nani? Danieli huyo usipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, mfalme Dario. Wakamwambia mfalme nani? Dario, afanye nini? Uishi milele. Mawaziri wote wa wafalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme. Yaani wamekaa chini wakajiwekea sheria yao ili waende kwa mfalme. Basi wanaenda kwa mfalme kushika watu wa Mungu.
Ukisikia kuna sheria makanisani zinaletwa na zikatulia kwanza, ujue ni wakati wa kujiandaa. Zilikuwa zinakuja na hujajiandaa. Sasa leo jua siri. Hii ndio kitu kilifanyika, ndio inataka kufanyika Kenya na taifa zingine zote. Kenya hii itatangulia, ile inaenda kutangulia ni America, United States of America. Mnyama ambaye alikuwa anakaa kama kondoo na anaongea kama joka. Joka ndiye anaongea hapa. Wakasema kama joka wanataka kuua yule jamaa kwa sababu yeye anafanya nini? Yeye ana sheria ya Mungu wake. Na Mungu alisema badilishi sheria. Alisema badili, hata yeye ni wa leo, wa jana na kesho. Sasa huyu jamaa joka wanaongea kama joka. Sikia inasemaje? Inaendelea ikisema ndio shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme ndio na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayekuomba dua Mungu awaye yote. Wakaweka sheria ya kwamba mtu yeyote ataomba dua kwa Mungu awaye yote, kwa Mungu wake awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 isipokuwa ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Sasa mfalme piga marufuku kupatia masahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi, kama ilivyokuwa sheria ya nani? Ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale. Tumeona katika taifa Wajemi na Wamedi kuna kitu inaitwa sheria, si ndio? Wacha tuangalie Daniel, Ufunuo. Weka kama Ufunuo 13. Tunaangalia kama kuna kondoo tunaweka mark. Kama kuna joka tunaangalia joka tunamweka hapo. Basi tunaangalia ule mnyama mwingine anakaa kama kondoo na huyu joka na huyu mnyama mwingine wanafanya kazi gani? Sawa? Ndio kuja uangalie kama ni uongo alibatisha ama kubatisha, usikie. Inasemaje? 13 ngapi? 13 mstari wake ni wa kwanza. Inasema hivi, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10, na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Hakuna majina ya makufuru. Ya kukufuru ni kukufuru nani pekee? Mungu, si ndio? Kukufuru ni jina ya Kikristo, ni jina ya Wayahudi. Kumaanisha unajifanya kuwa Mungu ama wewe unasamea kama watu dhambi zao kama Mungu. Tunaendelea kusoma. Tunafanya unabii ya makanisa. Kwa naomba tufanye hiyo, si ndio? Sasa sikia, inasemaje? Inasema hivi, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi. Ina uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba imechua jeraha la mauti, na pigo lake na mauti likapona. Dunia yote ikamsajabia mnyama ule. Kwa hivyo umepewa taarifa ya habari. Alikuwa ni mnyama ambaye anaongea kama joka, kwa sababu joka amempewa utawala. Baada ya hiyo akapigwa, akapata jeraha. Baada ya kupata jeraha akapona. Sasa tuangalie anapona aje. 11:12. 11:12. Ndio. 11:12. 13:11. Inasema hivi, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Nikaona mnyama mwingine anayepanda juu kutoka nchi, naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana-kondoo. Alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana-kondoo. Akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye haifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Kwa hivyo huyu mnyama anapewa nguvu na huyu joka. Na kuna huyu jamaa anafanana na kondoo. Akona mfano wa kondoo lakini ananena kama joka. Huyu ndo nabii wa uongo. Ana mfano wa kondoo na anaongea kama joka. Wacha tuone Yesu anasema aje. Watakuja na ngozi ya kondoo ama ngozi
ya mbwa mwitu. Sawa? Naam. Mathayo 7 mstari wake ni 13. Inasema hivi 13, 14. Inasema 15 mwalimu. 15. Jihadharani na manabii wa uongo. Jihadharani na manabii wa uongo. Baya alikuwa anafanana na kondoo. Twende. Jihadharani na manabii wa uongo. Watu wanawajia wamevaa mavazi ya kondoo. Wanakuja wamevaa mavazi ya kondoo. Lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wa kale. Yaani ni mbwa mwitu wa kale. Kwa hivyo Mungu anatuambia tujihadhari. Tujihadhari watu ambao wako chini ya siku za mwisho. Kwa hivyo tumeona kuna manabii ambao watakuja. Wako na tabia kondoo lakini wanaongea kama mbwa mwitu. Kitu kingine anaongea kama joka. Ufunuo, joka, Yesu, mwitu. Sasa weka pamoja kitabu ya Matendo ya Mitume 20:28. 20:28 Matendo ya Mitume inashuhudia na kusema, nami nasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asifiwe. Mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Inasema hivi, tunzeni nafsi zenu. Tunzeni nafsi zenu. Na lile kundi lote nalo. Na kundi lote nalo. Ambaye Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Mpate kulisha kanisa lake Mungu. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alinunua kanisa ya Mungu na damu yake mwenyewe. Sasa nauliza leo wa Sabato, Yesu Kristo ni nani? Huyo Roho Mtakatifu anamwagika damu. Kwa nini Biblia inadanganya? Kwani mwenye alisema ako na sisi mpaka mwisho dayari ni roho, ni Mungu mwingine, Mungu wa tatu. Hiyo kitu iliingia 1931. Kuja kanisani tukufungulie vitu siri za kanisa chini ya General Conference. Hiyo kanisa tulingangana sana, tukaitwa offshoot, tukaitwa majina. Tulitoa majina tukatoka. Tukasema zikae. Wacha tuende tukae moto. Turudie historia ya siku za Dark Ages. Tunarudia saa hii hiyo historia. Inaendelea na wewe umefungua macho, hauwezi ona wewe ni msabato. Haujui hiyo historia inarudia. Wasabato ambao wamesimama hapa naongelesha. Endo mbili hizi vitu kwa hizo makanisa uone. Kama utafukuzwa. Endo useme nyama, Ellen White alisema mhubiri afai kukula nyama, uone. Hata wazee hawa walikuwa nasikia Wasabato wa zamani. Walikuwa nasema mambo ya kukunywa chai na sijui kahawa ni ya shetani. Mapasta wako wanakula. Sai, endo angalie, matumbo ziko huko, watu wamenona, ni kupiga tu raha. Ukijaribu kuhubiri hii, unashikwa marufuku. Tuendelee na ujumbe. Tunaambia huyu jamaa ni nabii wa uongo. Na kuna tabia ya nabii uongo. Yeye anadanganya watu, baada ya kudanganya anafanya watu wafanye ibada ya huyu mnyama aliyekuweko tangu wa kwanza 13. Unaona? Sasa huyu ndio mnyama ambaye alikuwa wa kwanza na akawa na jeraha akapona kwa sababu ya huyu. Sikia inasemaje? Inaendelea kisema, tunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Mpate kulilisha kanisa la Mungu. Mpate kulilisha kanisa la Mungu. Wailishe ukweli ulio wakati. Inaitwa present truth. Ellen White anasema present truth kwa Sabato ambao wamesimama hapa. Watu wengi watu wasikie raha. Wanaenda kukaa kwa viti ya Wasabato ya kusimamia ujumbe wa malaika wa 4 ambaye anatoa sauti kuu. Wanaenda kutoa sauti kuu. Hawa majamaa wanaenda kubatizwa. Tumebatiza wengi huko kwingine. Ni bahati ya banana tuko hapa. Tumekuja kutoa sauti, kutengeneza watu ambao wanaenda kutoa sauti, kuwatayarisha, kuandaa. Wamekataa kuandaliwa huko. Wamechukua Mungu tatu. Hapa tuone Mungu tatu. Tumeona Yesu alimwaga damu yake. Na hapo inasema Roho Mtakatifu alimwaga damu yake. Hiyo andiko moja. Hebu uangalie tena mara pili. Na wacha tuwarudie, si ndio? Naam. Matendo ya Mitume 20:28. Jitunzeni nafsi zenu. Tunzeni nafsi zenu. Kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi. Ambaye Roho Mtakatifu aliwaweka muwe waangalizi ndani yake. Aliwafanyia ordination. Yesu Kristo aliwafanyia viongozi makanisa ordination. Mpate kulilisha kanisa lake. Mpate kulilisha present truth. Twende. Kanisa lake Mungu. Alilolinunua na kwa damu yake mwenyewe. Maana present truth ni kwamba unapoona Trump anafanya hiyo Sabato unaenda kanisani unasikia inahubiriwa. Hiyo ndio inaitwa present truth. Kama haiko wachana naye. Wewe umelala usingizi, utakujiwa kama usiku wa manane. Sikia inasemaje? Ambaye inaendelea kusema, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu nani? Mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Hawatahurumia kundi. Watakuja na mavazi ya
ya kondoo, si ndio? Naam. Biblia inaandikwa na roho ngapi? Moja, si ndio? Naam. Ya Yesu Kristo ama ni roho mwingine? Petro wa kwanza, waraka wa Petro wa kwanza. Naam. Waraka wa Petro wa kwanza. Tunaangalia mstari wake ni wa 9. Inasema hivi. Waraka wa kwanza wa Petro wa kwanza inasema katika kupokea mwisho wa imani yenu. Katika kupokea mwisho wa imani yenu. Yaani wokovu wa roho zenu. Alafu katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza. Manabii walitafuta na kuchunguza. Wao walitabiri habari za neema itakayofikia ninyi. Manabii walitoa habari ya neema na wakatoa nini? Unabii, si ndio? Naam. Ambayo itakuja kwetu sisi. Inasema hivi katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakayofikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi? Na wakati wa namna gani? Ulionywa na Roho wa Kristo. Ulionywa na nani? Roho wa Kristo. Ulionywa na nani? Roho wa Kristo. Angalia Petro wa pili sasa tujue Roho wa Kristo ni nani. Naam. Petro wa pili. Petro wa pili mstari wake sura yake ni wa kwanza 19 hadi 21. Inasema hivi, nasi tuna lile neno la unabii. Na lile neno la unabii. Ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema. Unafanya vyema. Mpaka kutapopambazuka. Na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Ndiye tujue hiyo tunafaa kusoma unabii ya Biblia mpaka Yesu arudi. Ama nyota asubuhi ni nini? Kuzuka mioyoni mwenu. 22 Ufunuo. Inasema hivi 16. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo haya katika makanisa. Mimi ndimi niliyeshinda na mzao wa Daudi. Mimi shina na mzao wa Daudi. Ile nyota kung'aa asubuhi. Tumeona Yesu Kristo akirudi ndio unamaliza unabii inaisha. Sasa makanisa wa Sabato chini ya General Conference tunaanza leo Thursday. Kesho tunamaliza Friday kesho. Usikose kama ni Sabato tunafungulia hapa. Tunakufungulia uchi wako ambao itafunguliwa. Tunakufungulia mapema. Ndio usiseme hauna mvua masika ati tunaomba roho masika itumwagikie. Tutakusomea wakati unapokuja kanisani. Kanisa iko pale Magi Hotel. Kuja hapo Magi Hotel pale chini. Si tunajua Magi Hotel. Pale tuko baada ya kwa lami. Kuja hapo tukufungulie vitu vya Wasabato uone. Kama haiko hapa hawajashikana na huyu shida yenu. Sasa sikia, tuitazame. Petro wa pili nasema tunafanya vyema tunapotazama unabii iliyochambuliwa na Roho wa Yesu Kristo. Huyo Roho wa Yesu Kristo ambaye alikuwa kwa manabii. Kwa Petro wa kwanza. Petro wa pili ni nani? Inasema hivi, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Ukijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upata kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii hukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wale tulisikia walikuwa wanaongozwa na Roho ya Yesu Kristo, si ndio? Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nani? Ni Kristo. Wewe na roho yako mko tofauti? Hapana. Ingia kwa kitabu ya Danieli 2:1. Inasema hivi. Unajua watu ambao wanafukuzana, hao ndio wako katika uasi, wale wamewafukuza wameshamalizia hukumu. Inasema Danieli 2:1. Katika mwaka wa pili wale kumejika Nebukadneza. Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika. Sasa kitu ambacho tunaangalia hapa ni Mungu alituumba kwa sura yake na mfano yake, si ndio? Swali, wewe na roho yako, in case wewe ndio Nebukadneza, wewe na roho yako unapoota, wewe umekaa hapa na roho yako imekaa hapa, ama ni wewe ndio unaota? Ni wewe tu mwenyewe. Sasa maandiko inafundisha. Tuendelee. Inasema hata katika mwaka wa pili wale kumiliki kwa Nebukadneza. Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika. Usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri. Tulia. Kwani ni roho ndiye alikuwa amefadhaika ndiye anafaa kutoa amri ama ni Nebukadneza? Ni Nebukadneza. Sasa wewe ambao unafundisha kuna roho mwingine watatu ambaye ni being, ni mtu. Wewe nini hujaelewa kwa Biblia? Yohana 15:16 usikie. 15:19 kitabu cha Yohana. Yesu mwenyewe anasema yeye ndio huyo roho anakuja. 15:19. Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Yohana. Tunaumbwa na sura na mfano wa Mungu. Mimi niko na roho yangu nikilala, roho ndio inaota.
Haya, Mungu akiwa hapa, yeye ni being na ako na roho yake, na roho ni moja ambaye alitupumulia kwa mapua yetu. Tunafanya Bible study hapa mchana. Haya, sasa mimi niko hapa nikiota ama nikufe, kitu inatoka ni roho, si ndio? Na inarudi kwa mwenye alipeana. Kwa hivyo mimi na roho yangu hatutafautiani, tuko ni mtu mmoja. Sasa sikio Yesu anasemaje? 15:19. Ndio. Yohana inasema hivi, mstari wa 16. 15:16. Yohana inasema nipe. Si ninyi mlinichagua mimi, bali ni mimi niliyechagua ninyi. Tamani ni 16, 15 na 17. 16:15 inasema Yohana Injili na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo alisema ya kwamba atatua katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Bado kitambo kidogo nanyi hamunioni kwa macho, bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo? Tutakuonaje na sasa unaenda? Twende. Bado kitambo kidogo nanyi hamunioni, na tena bado kidogo nanyi mtaniona. Twende. Kwa hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba. Basi walisema, neno gani hilo asemalo? Hawaelewi kama Wasabato wa Saudi ya General Conference. Hawaelewi. Watu wa Sunday hawaelewi hiyo. Hawaelewi kama watu wa Roman Catholic. Hawaelewi hiyo. Hata tunaenda kusoma hiyo yao. Kwanza ni nzuri tuguze kila kitu, si ndio? Kwa sababu hatuna wakati. Inasemaje? Inasema hivi. Basi walisema, neno gani hilo asemalo? Hilo bado kitambo kidogo. Hatujui asemalo. Yesu alifahamu ya kwamba wanataka kumuuliza, akawaambia, ndilo hilo mnaloulizana. Ya kuwa alisema, bado kitambo kidogo nanyi hamunioni. Na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Amina nawaambia. Ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Inasema hivi, ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Kwa hivyo Yesu ni anaitwa comforter. Anaitwa comforter kwa Kiingereza. Mfariji. Atakuwa amerudi kuwa fariji, si ndio? Watakuwa wanateswa na hawasii mateso. Wanachomwa jinsi tunaenda kuona hapa. Wanachomwa na hawasii wanachomeka. Wanafariji, wanapata faraja. Ni ujumbe wa mwisho wa historia. Hiyo picha nadhani niko kwa ile study nyingine. Walikuwa wanachoma, wanatesa, wanaweka kwa simba. Wanakulwa na masimba. Wanyama wakali wanawaua na hawako wanasikia uchungu. Sasa sikia 14 Yohana 14 nini hiyo alikuwa anafanya? Watakuwa wanasikia tu furaha tu. Kwa nini? Sikia Yesu anasema 14 mstari wake na 15 na 16. 14:15 inasema 14:15 kitabu cha Yohana Injili. Nipenda ninazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hawezi kumpokea. Roho wa kweli ambaye ulimwengu ambao haiamini Biblia haiwezi kumpokea wala kwa kuwa haumuoni wala kwa kuwa haumuoni. Biblia haiwezi ona Roho wa Mungu. Haiwezi muona Yesu wala haimtambui Yesu, bali ninyi mnamtambua. Wanaomtambua Yesu maana alikuwa anakaa na wanafunzi wake, anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Wale ni roho mwingine atakuja ndani yetu. Anakaa na wao. Sasa walishamjua, wamemwona, lakini dunia ikumuona. Wayahudi walimuua, si ndio? Wangemjua, wangemuona, wangemuua? Hapana. Angemuua. Sasa sikia andiko. Sasa maliza na hiyo usikie sasa. Inaendelea kusema, sitawaacha ninyi yatima. Naja kwenu. Sikia. Nani anarudi? Mungu mwingine ama ni Yesu mwenyewe? Ni Yesu mwenyewe. Uungu wa Yesu ndio inarudi, itakuwa kila mahali. Uungu wa Yesu ndio inaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu iko kila mahali, imeshika vita na vitu vyote. Roho ya Yesu, hakuna Mungu mwingine. Anapokuwa katika hiyo hali ya hiyo hali, kwa kuwa kila mahali, ndio watu wanamuita roho mwingine. Roho anaitwa Mungu Roho, wanamuitaga Mungu Roho. Sasa huwezi gawanya Yesu. Yesu alichukua mwili wa binadamu na alikuwa na uungu ambao inajua kila kitu, iko kila mahali. Wakati alichukua mwili hakuweza kuwa kila mahali. Hizo vitabu za Desire Vengeance tutaendelea kusoma, tusikie matamshi yako pale. Alivua mwili, baada ya kuvua mwili akarudi kwa nguvu na kazi, kajaza watu.
Sasa sikia 10 hapo tu 14 sawa? Naam. Mstari wake ni 25. 14:23 inasema Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda alishika neno langu na Baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Sasa watakujaje wafanye makao? Kwani umesikia ni mwingine watatu? Hapana. Wasabato wameachana na hadi Biblia. Wacha hata roho nabii. Wameacha hata Biblia yenyewe nje. Sasa kesho tukuje na maswali. Kuja tu, tutakuwa tunakupea microphone, unauliza kama mwanafunzi, ujisomee. Hii mapasta wote saa hii miunganiko makanisa kesho tunaenda kuionyesha. Inaitwa NCNC. National what? Council of Churches. National Council NCC. National Council of Churches. Wanaamini Mungu watatu. Mungu katika nafsi tatu. Kama Katoliki wanarudi kwa mama yao. Sikia kitabu hiyo ya Catechism. Jinsi inafundisha Mungu tatu. Sikia 18 kurasa wake. Ukurasa wa 18 inasema hivi. Semeji. Catechism ya Katoliki inatokana na Catechism ya maswali na majibu. Inatokana na Catechism ya Kanisa Katoliki. Inasema hivi. Semeji. Samahani. 18 kurasa wake. Naam. Hiyo utakutoka hapa mpaka. Naam. Inasema hivi, Utatu Mtakatifu. Hiyo ndio taifa ya Uroma hii. Utatu Mtakatifu. Katika imani ya Kikristo. Wanawekelea Biblia, si ndio? Soma. Katika imani ya Kikristo. Fumbo kuu kwa yote. Wanasema ni fumbo tena, Fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Wanasema fumbo kubwa kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Ati Utatu Mtakatifu ndio fumbo. Wewe ushaona utatu kwa Biblia? Imeandikwa tu Mungu Roho. Leta tu Biblia ambayo imesema Mungu Roho hapa. Wachana na Mungu Baba ama Mungu Mwana. Leta tu Mungu Roho. Tumuone. Sikia? Inasema hivi, katika imani ya Kikristo, fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Wewe ulisikia Yesu alisema anatuma Mungu mwingine, na hata huyo Mungu mwingine ataingia ndani yako. Ama amesema yeye mwenyewe anakuja kwenyu. Hiyo ndio kitu ambacho tumesoma. Ni fumbo ambayo imeingia katika kanisa watu wa Mungu ambao walikuwa na tabia ya usalio, walikuwa na tabia ya masalio, wanakuwa na tabia ya yule ambaye anaua Wakristo. Tabia ndio tunaangalia. Yesu angalii jina, ataangalia tabia. Kwa hivyo tunapiga tua. Danieli anapoendelea kuangalia ujumbe hivi, anaweza kuona kwamba kuna mnyama wa nne sasa. Mnyama wa nne, Danieli 7. Danieli 7. 7 ngapi? 7 mstari wake ni wa 6. Inasema hivi. Ndio tuingie wa 4. Danieli 7:6. Inasema kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui. Na juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Endelea. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Natazama mnyama wa nne. Mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Na alikuwa na meno ya chuma. Makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande. Na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Wafanani nao watatu wa kwanza, twende. Naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake. Na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao. Naye ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza. Kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo kulikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kinena maneno makuu. Nikatazama, hata vitu vianzi vikawekwa. Na tazama, mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake alikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, hukumu ikawa, na gurudumu zake moto ukawakao. Kwa hivyo tumeambiwa hukumu ikafanywaje? Ikawekwa. Sasa malaika wa kwanza akatumwa. Sikia malaika wa kwanza. Inasema hivi, sababu ya Ufunuo ndio tunasoma leo. Kwa nini tunaweza kusoma Ufunuo? Ni kwa sababu hukumu saa hii imewekwa. Pale Nairobi Central SDA kuna pastor aliwekwa, akahubiri masaa 2 akisema hakuna hukumu, hakuna hata sanctuary, na anasema na labaki tu akiongea mpaka mwisho, mpaka kawaimbisha wakifanya hivi. Imbedi venye mnaimbanga Maxwell SDA. Tunaongea mpaka na SDA hapa.
Mbona hatufanyi protesting? Mbona tunakaa kama watu ambao tumezubaa? Unajua sasa hii MSD sasa hii wakikaa kwa mikutano yetu wanakuja kama Waislamu ambao wanaongoza Uislamu. Wanajifunika wasionekane. Tumeona mara ngapi? Mara mingi wanaogopa. Atienda anatembea kwa hiyo mkutano wanaangalia ni nani ambaye ako hapo. Mshiriki wetu ako hapo. Hii yote wamekataa, wanakataa. Wanakula kama watu wa dunia. Hapa huyu jamaa unaweza simama mbele yake wakati hukumu na unakula kama watu wa dunia. Sikia jinsi kanisa ya Apostle walikuwa nakula. Kanisa ya Apostle. Sikia kanisa ya Apostle. Matendo ya Mitume 15 mstari wake ni 20. 15:20. Kanisa ya Apostle chakula yao. Sikia inasema hivi. 15 mstari wake ni 20. Watu kama mimi siwezi simama kwa pulpit ya SD sai. Jana kwamba haiwezi. Inasema sikia bali tuandikie kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu, waachane na sanamu na usherati, na nyama na nini? Nyama ambazo zilizosombelewa na damu. Sasa hii mpaka makambi wanakula nyama. Na wanadai hao ndio wanafundisha hii. Unafundisha aje hiyo? Unafundisha malaika watatu. Kivipi? Aje? Hiyo ni kanisa la Apostle na wewe uko chini, uko mwisho wa kanisa, kanisa 7. Kaa moto, kuja hapa kwa moto. Ama baki pale ndani ubaki baridi. Chagua. Ni unabii natimika. Historia ni moja, kaa moto, hapo kae baridi. Moto hizi jichanganya na baridi, magugu na ngano. Haiwezi jichanganya. Malaika wanakuja kuchukua magugu. Malaika wangapi? 3. Hiyo ndio ujumbe na tutafanya study hao majumbe wanavyotenga. Wanatenga mpaka Ellen G. White anaonyesha. Aliona malaika 3 akalia, akashangaa. Huyu malaika anaenda kufanya kazi yake, akaambiwa kazi yake ni hatari sana. Ni kugawanya washiriki. AI inakuja inatupata kama tumejichanganya. AI ikifika haya tunapiga tua. Tumeona pale wale malaika 3 wakaletwa. Wa kwanza anasema hukumu imefika. Tuende Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu akisema kwenye injili ya milele wahubiri hawa wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha jamaa akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa hukumu yake imekuja. Tulia, tumeona kuna saa ya hukumu imekuja. Hukumu ni moja, sio mbili. Waebrania 10:26. Waebrania 10:26. Hukumu sio mbili, mtu asikudanganye. Unabii ya Danieli ikisema hukumu, mzee wa masiku amekaa, vitabu zikafunguliwa na viti zikawekwa. Hukumu imeanza. Inasema hivi, hakuna hukumu nyingine. Sikia, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, ndio haibaki tena dhabihu. Hiyo ni general conference. Washapokea ujumbe wa malaika 3. Hakuna neema hapo. Sikia, inasema Bwana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli. Unasoma wapi ndio washike? Ibrania 10:26. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Inaendelea kusema maliza 27. Bali unakuitazamia hukumu yenye kutisha. Unakuitazamia hukumu yenye kutisha. Yaani wao uliwachwa na Yesu na unashangaa unaendeleanga kanisa. Kumbe kanisa lilishapitwa na Yesu. Yesu ashaachana nayo. Siku ya mwisho unagundua, sio yeye wanaoniita Yesu uko kwa hiyo kikundi. Utafanyaje? Unadhani watu ambao wanaingia mbinguni ni watu ambao wanaimba tu? Kuimba si hapa. Sasa ni church militant, kama ushaisikia hiyo kitu. Sasa ni kanisa ambayo inapigana vita na mapokeo ya wanadamu. Sasa ni wakati ambao unaweza ujue watu wanapigana na vita kusudi la mapokeo, vitu ambavyo zilipokelewa zikaweka kwa makanisani kupitia ule mwanamke kahaba ambao kesho tunaenda kumwangalia. Makanisa zilizoasi tunaenda kuweka mpaka National Council of Churches. Uone vile wamejiunga wanaongea kama joka. Usipojiunga nao watakumaliza. AI inakuja kuwadhibitisha. Wanaenda kutumia AI kama silaha. Ngoja usikie. Sasa malaika kwanza akasema hukumu yake imefika. Kwa hivyo imekuja, tunaenda kuangalia ule mnyama. Huyu mnyama ameongea nini? Makufuru, si ndio? Ya kwanza kufuru ni nini? Kitabu ama uko wapi? Danieli. Wacha turudi kwa Danieli. Tuangalie Danieli 7 mstari wake ni wa 9. Ukiendelea alafu tufike huyu jamaa anakufuru.
Danieli 7 mstari wake ni wangapi? Mstari wake ni wa 9. Inasema hivi. Anasema yeye ndio Yesu hapa duniani. Danieli 7 mstari wake ni wa 9 inasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa. Na mmoja aliye mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake. Moto uwakao. Mtu kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Huyu jamaa si mtu wa kudanganyana, akiandika kitu na atume malaika kwa ufunuo kwamba ni mambo ambayo yanafanyika mwisho, si ya kucheza. Hapa sio kucheza. Sasa hii inakaa kana kwamba hakuna kitu. Ndio ujue kwamba mbinguni ni kubwa. Ndio ukae na tabia ambayo utaishi ile kona huko. Utaleta shida mbinguni. Ndio kwa hiyo unaona Mungu ni kana kwamba yuko. Utasoma Biblia uwe na tabia nzuri, ama utakataa sheria yake. Kitu ambayo Lucifer alifanya, alikataa sheria ya Mungu. Akasema Mungu ni ana evolve, anageuka. Kama hii Sabato unatakana umesoma vitabu 5 za kwanza. Si tulitoka Katoliki, tukasoma vitabu, tunaingia kanisani tunaitwa offshoot. Hata nilishangaa. Hiyo si ndio nini? Nikaenda kufanya research. Sikia, watu ambao saa hii wanatakana kusoma ni wa Sabato. Unapoingia katika hizi mikutano, ng'ang'ana sana, ukae hapa mpaka Friday. Ile nyingine inayokuja, tafadhali ubatizwe, ukae moto, uanze ujumbe, uendelee kuhudhuria mikutano. Mikutano ikitoka hapa, tutatangaza ni wapi tunakoenda hapa, na tufuatane. Ukae moto, utangaze ujumbe. Kwa hivyo, huyu mzee wakati anaposema hukumu imewekwa, viti vimefunuliwa, vitabu zikafunguliwa, vitabu 3, kitabu ya Mwanakondoo, kitabu ya dhambi na kitabu ya ukumbusho, ambao Mungu wakati anapokuja kufanya hukumu ya kutekeleza, kuua, anakumbuka watu ambao walifanya matendo mazuri. Watu ambao walikuwa naangalia wanasema huyu jamaa naye anafanya kazi nzuri, anakupongeza. Hiyo inaandikwa. Kitabu ya ukumbusho, kitabu ya dhambi inafunguliwa, kitabu ya wale ambao ni watakatifu ya uzima na milele, kitabu ya Mwanakondoo inafunguliwa. Vitabu 3. Msabato anatakana amesoma vitabu 5. Ya kwanza PP, Prophets and Patriarchs, amesoma. Akasoma PK, akasoma GC, DA, Disarvages, akasoma Acts of the Apostles, na akamalizia na Great Controversy. Ukiwa umesoma hizo vitabu na unalipita tu hivi, utasikia naongea hiyo sauti. Kwa hivyo Mungu anasema watu wa Mungu watakuja na wasome vitabu na wainue sauti. Hizo ni unabii ziko huko. Lakini sikia, sasa huyu mzee ameweka viti. Danieli 7:9. Endelea na 11. Anasema hivi, mtu kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia. Maelfu wanamtumikia. Na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Nikatazama wakati huo kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa. Kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa ya makufuru. Twende. Ile yasema ile pembe. Na alitazama hata mnyama yule akauawa. Ule mnyama akauawa. Mwili wake ukaharibiwa. Kwa hivyo masaa ni machache katikati ya hukumu na katikati ya upembe. Ni masaa machache na yanaenda speed ya kushangaza na kutisha. Kwa hivyo watu wa Mungu wanawajibika kusimama kama Danieli wakati wafalme waliweka muhuri, wakasema mwenye atafanya ibada kama ibada inayofanana na amri ya Mungu ama ibada ya amri ya Mungu watawawa. Danieli akakuwa mwaminifu, akazidi katika maombi, anaomba mara 3 kwa siku. Saa hii tunafaa tuko kama watu ambao wanaomba, watu wa maombi bila kusogelea, watu ambao wanashangazwa na dhambi ambazo zinafanyika duniani kwa sababu wanajazwa na Roho wa Mungu. Kwa hivyo angalia, huyu pembe naye anaongea maneno makuu. Malaika watatu wakasemaje? Malaika watatu. Ufunuo Yohana. Anapiga 2 na 3. Inasema hivi. Kisha yeye kufunua Yohana 14 mstari wake wa 8. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli. Babeli umeanguka. Ule mkubwa. Maana ndio ilionyesha mataifa yote. Vinyo ya ghadhabu ya usherati wake. Na mwingine malaika watatu akasema, akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu yeyote akimsujudu mnyama na sanamu yake, ambaye atakusujudu huyu mnyama na sanamu yake, na
anapokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atatezwa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hawamsujudie huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokea chapa cha jina lake. Wenye wanapokea chapa ya jina yake wote wanapatikana kwa hiyo kikundi moja. Sasa angalia, tunaangalia mnyama wa 4. Huyu mnyama wa 3 tutamwangalia kesho, na tuendelee na mnyama wa 4 kama kanisa. Kesho tunasoma kanisa kwa wanyama wa 4. Kwa hivyo tunaona mnyama wa 3 tumemruka, tuko kwa mnyama wa 4. Huyu ako na mdomo ya chuma, unaona anakula na kusagasaga na meno. Kwa hivyo ako na pembe 10. Maana ya pembe 10 ni nini? Danieli 7 hapo 23 na 4. 7:23 na 4 inasema hivi. Danieli 7:23 akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, na utakula dunia yote, na kuikanyaga na kuivunja vipande, na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo ataondoka wafalme 10, utaondokea wafalme 10 katika ufalme wa Warumi, na mwingine ataondoka baada ya hayo, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme wa 3, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, na watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Kwa hivyo Mungu amesema huyu mfalme atakuja kuongea maneno kinyume chake aliye juu. Hiyo ndio kukufuru kinyume ya kwanza. Yohana 10:33 inasema hivi. Yesu atuambie 10:33 inasema hivi. 10:33 maandiko matakatifu yanashiria na kusema, Wayahudi wakamjibu kwa ajili ya kazi njema atakupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru na kwa sababu wewe inasema hivi, bali kwa kukufuru, maana yake kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Wathesalonike wa 2:3 inasema hivi, mpinga Kristo. Paulo anaonyesha sasa kazi ya mpinga Kristo. Inasema anakuja kujifanya Mungu. Sikia 2:3 inashuhudia na kusema, mtu yoyote anadanganya kwa njia yoyote, maana haijuzu kukuja kwanza ule ukengeufu. Lazima ukengeufu ukuje ndio Yesu arudi. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinue nafsi yake ya kila kiitwacho Mungu, ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, anaketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hivyo kanisa Katoliki, angalia Catechism tena, tunarudia ndio uone kanisa ambayo ilianguka ya kwanza kuanguka ndio hii. Sikia, ikapewa mamlaka ya mataifa. Unashangaa huyu jamani alimpea anaitwa Konstantino akapea kanisa la Katoliki kanisa ya mitume nguvu ya kuongoza. Basi Constantine ndio huyu, naenda kumwona tu kidogo, ndio huyu. Akampea kiti mahali pake, akampea nguvu kiti, na yeye akahama akaenda Taki. Akampea mamlaka kuu. Yali hama akaenda Taki. Kutoka hiyo siku mpaka leo jamani, mfalme na yeye ni bishop kwa kanisa. Sasa sikia inasemaje? 220 asamani 260 mambo ya kutakasa, wanatakasa sanamu 260. Anajinua juu ya kila kitu. Kwanza kukufuru tumeona, anajifanya kuwa Mungu, si ndio? Naam. Ndio ya Mungu. Wakati inapofunguliwa tuliangalia hapa, ilikuwa wapi? Hapa juu. Haya, angalia, anajinua, anajiita Mungu. The Pope is not simply the representative of Jesus Christ. Papa sio tu mwakilishi wa Yesu Kristo hapa. On the contrary, kwa njia mbadala, kinyume na hayo, yeye ndiye Yesu mwenyewe himself chini ya mwili wa binadamu. Anajifanya kama nani?
Yesu Kristo. Najifanya kama Yesu. Na Yesu ndio muonekano wa Mungu. Wa Mungu. Sasa wewe kama huwezi soma, wewe hata tunatuwezi kukusaidia. Lazima uelewe tu saa hii. Endelea usikie sasa hiyo. Anageuza kila kitu ambao kiko juu kinachotajwa kama Mungu. Na kila kitu ambao kimetajwa kama Mungu amejinua juu. Sikia? Inasema hivi, kwa nini tunaziheshimu sanamu takatifu? Tunaziheshimu sanamu takatifu ili kuheshimu wale ambao zinawaonyesha. Unaona venye amepanua mdomo. Danieli alimwona anafungua mdomo na ni mkali. Akiongea maneno juu ya yule aliye juu. Sikia? Inasema tunaziheshimu sanamu takatifu ili kuwaheshimu wale watu ambao zinawaonyesha. Kuheshimu si sawa na kuabudu, kwa sababu ni Mungu pekee ambaye anastahili kuabudiwa. Sasa sikia kitabu ya Kutoka inasemaje? Kitabu ya Kutoka 20. Mungu mwenyewe anasemaje? 24. Hao wanaheshimu sanamu. Na Mungu amesema nini? Inasema hivi, na ni sanamu ya watu, si ndio? Fanyia sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Msizisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, nazipatiliza maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Na watu ambao wanapenda Mungu wa Old Testament, Yesu mwenyewe anasema aje 15:10. Mkinipenda, Yohana, mkinipenda mtazishika amri zangu ambayo ni inasema upende, si ndio? Naam. Alafu inaendelea ikisema 10 na ngapi? 15:10, kama vile nilivyo 15:10 inasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu kama vile mimi nilivyozishika amri ya baba zangu. Alishika amri ya baba zangu. Inasema hivi, kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu. Kwa hivyo yeye alishika amri za baba yangu. Baba sisi ndio akina nani? Na kukaa katika pendo lake. 13:15 hapo Yohana. 13:15 kitabu cha Yohana inasema hivi, 13:15 Yohana inasema kwa kuwa nimewapa kielelezo ili nimewapa kielelezo ili inasema hivi, kwa kuwa nimewapa kielelezo. Yesu ametupea kielelezo kushika amri ya baba yake. Naam. Ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Asante. Kwa hivyo Mungu hageuki. Mungu amemaanisha Kenya, amemaanisha. Kwa hivyo hii mambo ya nyakati tutaangalia mambo ya kanisa kesho. Hii nyakati tutaangalia Ufunuo 12 tuone. Wacha tuonyeshe iko, si ndio? 12 Ufunuo mstari wake ni wa 4. Inasema hivi, Ufunuo 12 mstari wake ni wa 4. Inasema hivi, inasema na mkia wake wakaokota theluji za nyota na nyota za mbinguni. 12 Ufunuo 12 mstari wa 6 inasema hivi, yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Kwa hivyo wanamlisha siku 1260. Mstari wa 14 inasema 14 inashuhudia na kusema mwanamke yule inasema mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai, yule mkubwa ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake. Hapo alishapo kwa wakati, analishwa kwa wakati na nyakati na nusu ya wakati mbali na nyoka huyo. Kwa hivyo tumeona sehemu ya muda mara mbili, 1260 na nyakati, nusu nyakati na wakati, nyakati, nusu wakati, times and half a time. Hiyo ni the same thing. Alikimbia verse 6, alikimbia verse 14, ni the same thing. Kwa hivyo tutaangalia kesho jinsi kanisa ilikimbia siku za mateso, akateseka akateseka sana, na kukawa na mateso kubwa ambayo ilifanyika na ikaisha 1798. Tutafika hapo katika fundisho kesho. Na leo tungependa tumalize na hii video tu moja, kukumbuka tulianza wapi, tulianzia wapi, na tufunge na hiyo. It's an honor to be here today. We have first full day as president. We're back.
And we had a great first term, but we're going to have an even better second term. And I think we're going to do things that people will be shocked at. We're starting off with tremendous investment coming into our country. Hapa tulianzia kaonyesha kwamba huyu mfalme anataka kubadilisha mambo, analeta AI na utawala wake itaitwa Golden Age. So my first day back from having a nice life, it's my honor to welcome 3 of the world's leading technology CEOs, and in the case of Larry Ellison, well beyond technology, so CEO of everything. He's made an amazing person. But to pronounce the largest AI infrastructure project by far in history, is right here in America. As you know, there's great competition. They're coming in at the highest level. We're joined by Oracle Executive Chairman Larry Ellison, SoftBank CEO, due to be a great nation, however, I think, and I kitu ambacho tumekuwa tukisoma, because I've watched a lot and I study it. Tumekuwa tukisoma serikali ndiyo mnyama ambaye inaenda kubeba kanisa. Ile video nilikuwa natafuta. Hii ambayo umesikia ni ya AI. Sasa hapa anasema they are bringing religion back. Si ndio? No. Ni religion gani? Ufunuo 13 ilikuwa inasema analeta yule mnyama wa kwanza akiambia watu wajenge sanamu ya yule mnyama wa kwanza yake. Sasa kwa hivyo sikia, anasema wanarudisha, na ujue AI inaendelea kutengenezwa na atakuwa na nguvu kuliko wanyama wote. Sikia. You have to have religion. You have to have it. You have to have faith. You have to have God. And thankfully, as we gather today, there are many signs that religion is coming back, and now it's no longer signs. It's just coming back. It's coming back so strong. You know, your church. You didn't have that 2 years ago. Anasoma unabii vizuri. Hurt by COVID, but it really, and they treated you terribly. The Democrats treated you terribly. Sorry, Mr. Congressman, but the truth is, you did very badly for wanting to go to church. It had a huge impact. Popular and sir, may we pray? Say, excuse me? We're having lunch, it's okay with me. But he's a very religious person, and he is popular, and he's doing an unbelievable job. So I think God is watching over you. God is watching over him. I don't know about me, so I hang around with him because I feel I'm protected a little bit. Young Americans attended church at nearly twice the rate as they did 4 years ago. Sikia sasa hapa baada ya makofi. And many churches, you see the stats. I mean, people are talking about the tunamaliza the left is not happy about it. Many Democrats are not happy about it. This, by the way, will be the last year the Democrats show up to this. I gotta say, how the hell do you vote for these people? Sasa mpaka hapo tungependa kufika kikomo tukikuambia kwamba wewe ambaye unajua umesikia sauti uweze kujua Mungu amemaanisha kile ambacho amemaanisha kwa unabii anapotuma malaika watatu ili walimwengu waweze kuonywa, waweze kujua kwamba Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi angependa kwamba wamfanyie ibada ya kweli. Basi wacha tuombe maswali mengine ambayo tunakuja hapo chini. Haya, tunaomba. Baba, tunakushukuru uwepo wako na ulinzi wako ambao umetupa hadi wa mwisho, hadi wakati wa mwisho, hadi sehemu ya mwisho ya hiki kipindi. Tunakushukuru. Tunakushukuru kwa sababu pia umeweza tusemezane katika neno la unabii ili kwamba tuweze kusamehe dhambi na makosa yetu, tugeuze njia zetu za uongo na tupate kweli. Basi wote ambao wamegeuza njia kwa kusikia sauti za manabii wa zamani waweze kusamehewa dhambi zao na makosa, waweze kuona taa inayong'aa katika giza, ing'ae katika moyo ambao ilikuwa katika giza,
waweze kupata njia, watoke gizani. Tunaomba kwa sababu umesamea watu wako ambao wamekuita kwa jina lako, ili uweze kuwakumbuka wakati unaofaa. Tunaomba utupe usalama wakati tunaposafiri kwa njia, tunaporudi hapa kesho. Weka watu wako katika hali ya kusikia sauti hii. Tunaomba hii sehemu iwe sehemu ya kutoa neno, na neno lijenge maisha ya watu. Tunaomba watu ambao waweze kusimama kama mashujaa wapatikane. Tunaomba haya yote kupitia Yesu Kristo mkombozi wetu. Amina. Amina.